Mpendo wangu, karibu tuendelee na kipindi chetu. Ni matamanio yangu kwamba kwa wakati huu ambako bado Mungu ameniachia uhai, basi tuweze kujifunza neno la Mungu na tumalize yale ambayo Mungu alikuwa amenipa kukushirikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tulijifunza habari ya Roho Mtakatifu, namna alivyofanya kazi katika majira na nyakati tofauti. Tukajifunza kabla ya Pentekoste, nazungumzia kipindi cha Adamu mpaka anazaliwa Yesu Kristo, takriban miaka 1400, Roho Mtakatifu alikuwa juu ya watu, aliwajilia watu juu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa anasema na Roho wa Mungu yuko juu yangu, amenipa nini, sina vitu gani, kwamba Roho Mtakatifu alikuwa juu ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tutasogea mbele kidogo na hii tutaweka hili somo Roho Mtakatifu kwa majira na nyakati zake. Kwa hiyo tutakuwa tunaweka kabla Pentekoste, wakati wa kanisa, wakati wa utawala wa miaka 1000 na mambo mengine kadri ya Roho huyu wa Mungu atakavyotusaidia kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati huu wa kanisa, Roho Mtakatifu anakaa ndani ya watu. Roho Mtakatifu hakai tena juu. Roho Mtakatifu anakaa anasema kwamba hamjui kuwa miili yenu ni hekalu takatifu. Ile neno takatifu ni kwa sababu yuko Roho anayetakatisha au anayetakasa, ambaye anakaa ndani ya nini? Ya miili yetu. Kwa hiyo miili yetu ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Na vitu kama hivi, kama ni Mkristo uelewe kwamba Mkristo anahitaji mwili wako. Jambo la kwanza, kukaa ndani. Huyu Mungu anahitaji. Anasema tazama, niko mlangoni nabisha, na mtu akifungua nitafanya nini? Anasema mimi na Baba tutaingia na kufanya makazi na mtu. Kwa hiyo Mungu Baba ataingia, Mungu Mwana ataingia, lakini Roho Mtakatifu atakuwa ndani yako. Kwa sababu hawa watatu lazima wapatikane katika frequency moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati wa kanisa ama wakati huu, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Na nimeshasema kwamba Roho Mtakatifu akaae ndani yenu. Kwamba hamjui mwili wenu ni hekalu takatifu. Maana Roho Mtakatifu wakati wa sasa anakaa ndani. Ukisoma wakati Yesu anaondoka, anawaambia na huyo Roho Mtakatifu, huyo msaidizi atakaye kuja atakaa ndani yenu. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume. Utagundua kwamba Roho Mtakatifu sasa hivi anakaa ndani. Sasa tofauti ambayo ilikuwepo wakati wa Agano la Kale na sasa, tuchukulie mfano wa mashua. Ukichukulia yale mashua ama mfano wa tanga baharini, kilikuwa kinategemea nguvu yake ama mwelekeo wake ulikuwa unategemea kitu kilicho nje. Kwa hiyo kuna namna dude lilikuwa linafungwa kama likitambaa na vitu gani, wanaseti, ndio watu wanatoka kuelekea na uelekeo fulani ambako upepo unakwenda, na namna walivyo seti lile litangalao, hilo lijukwaa huko juu, kwamba upepo ulikuwa unawapeleka kwa mwendo wa namna hiyo. Lakini sasa hivi tuchukulie mfano wa meli ama boti, kwamba injini inafungwa ndani. Na inapofungwa injini ndani, wale wanaoongoza ama waongozaji wa meli mabaharia wanatumia vyombo vyao vya kisasa kutafuta uelekeo sahihi, na injini ile inafanya kazi. Ndivyo ilivyo sasa hivi. Mfano wa tanga baharini ni Agano la Kale, kwamba Roho Mtakatifu alikuwa nje, lakini sasa hivi ni kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani ya waamini, na Roho Mtakatifu anafanya kazi zote kutokea ndani ya waamini. Nimeshafundisha takribani kazi 30 mpaka 40 za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jambo la kuelewa kwamba kazi zile 30 ama 40 zinatendeka wakati Roho Mtakatifu yuko. Maana Roho Mtakatifu anavyokuwa yuko nje, wewe ni mtupu, utafanya ya kwako na sio ya Mungu. Lakini Roho Mtakatifu anavyokuwa ndani yako, Roho Mtakatifu anaachilia uwezo. Kwa mfano naweza nikakuibia tu kidogo. Kazi ya kwanza Roho Mtakatifu ni kuongoza na kuelekeza. Kazi ya pili ni kuzungumza ndani yetu. Kazi ya tatu anatoa uwezo, anaachilia nguvu na uweza. Ya 4, lakini yeye ndio mtia mafuta kwa habari ya karama. Lakini yeye ndio anayechunguza mambo ya kina ya Mungu. Lakini sio kuhuisha nini, analeta ufunuo, sio vitu gani anashuhudia, lakini ni ndani yako. Na hii inatudhirishia kabisa. Na Roho naye, manake huyu Roho Mtakatifu naye hushuhudia pamoja na roho zetu. Manake yuko Roho Mtakatifu, lakini ashuhudiaye pamoja na kwamba sisi tu wana wa Mungu. Udhihirisho ile haki kwamba mimi nimeokolewa, ni Roho wa Mungu anayetupa ushuhuda huo pamoja na nini? Na roho zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uelewe
uelewe kwamba sasa wakati huu wa sasa Roho Mtakatifu hukaa ndani ya mtu, na ziko kazi kwa ajili ya Kristo. Yeye ni kushuhudia na kumtukuza, na hii nilishafundisha, lakini nitakupa tu kidogo kidogo, kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo utaelewa kwamba Roho Mtakatifu ana kazi gani, na hapa nitakuja kufundisha umuhimu wa Agano la Kale kwenye Agano Jipya, vitu kama hivyo. Lakini pia wakati huo anayo kazi kwa ajili ya wenye dhambi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa sasa nimekuwekea kwamba Roho Mtakatifu huyu kuwaje kutokana na majira na nyakati, na namna ambavyo yeye anazitenda kazi za Mungu ama kazi za Baba aliyemwagiza kutenda ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tutajifunza tena kwamba kwa wakati unaofuata basi Roho Mtakatifu alizitenda vipi zile kazi. Mungu akubariki, nikutakie siku njema, tukutane katika kipindi kinachofuata. Amina.